akaniambia kuna siri nataka kukuambia. Tafadhali usiwahi ambia yeyote. Nikamwambia nimesikia. Sitaambia mtu. Akaniambia kwa sababu nakuhurumia, unapitia mengi, familia yenu inapitia mengi. Nataka kukuambia chenye mimi nilifanya mpaka nikafika hapa. Nikamwambia sawa sawa. Na kweli nilikuwa serious. Nilikuwa nataka nisikie na nifanye hivyo hivyo. But sikujua hiyo story itaelekea mali tunaelekea. Imagine Cindy akaniambia kuna alifanya kazi kama maid katika nyumba fulani pale Buruburu akiwa class 8 form 1 pale. Sasa wale wadosi wa Buruburu pale waliona vile anateseka na maisha. Wakaona wamsaidie kwa sababu alikuwa msichana mzuri, alikuwa anafanya kazi vizuri, kwa masomo pia alikuwa best. So wakamwambia watamsaidia kila akiona hedhi awapelekee hizo pads. Awapelekee hizo pads. Alikuwa yobeba zile pads anapelekea huyo mdosi wa Buruburu, na pale Buruburu kulikuwa na chumba ambacho hakuna mtu alikuwa allowed kuingia. Ni huyo mdosi peke yake na mke wake. Sasa yule mdosi alikuwa anachukua hizo pads anaingia nazo kwa ile room. Alafu kesho yake saa 12 ya jioni anaingia kwa hicho chumba, anatoka na bunda la pesa kwa paper bag. Anampokeza Cindy. Iliendelea hivyo hadi Cindy alipofika miaka 18, 18 years. Wakamwambia siri zote, wakampatia mpaka contact za ule mgana mkubwa hiyo sect. Wakampatia contacts zake ili sasa Cindy atakuwa na deal na yeye straight kwa sababu walimtrust Cindy sana. Na kuna vile hao pia nafikiri walikuwa wanapewa commission kutoka kwa hao watu ambao wamewaleta. It's like a pyramid thing. Ukileta mtu utakuwa unakula commission pia wewe. Sasa Cindy vile alipofika 18 ndo sasa akakuwa tajiri kabisa. Akakuwa mdosi kwa sababu sasa yeye ndiye alikuwa anafanya kila kitu mwenyewe. Sasa Cindy akanielezea kila kitu. Akaniambia tutafanya hivi on one condition. Na hiyo condition sijui kama utaikubali. Nimeona nikuambie kwa sababu wewe ni rafiki yangu, usikuje ukaregret later. Condition ni kwamba hii hedhi yako inaenda kufanywa mazingaumbwe ili usiwahi zaa. Sasa kizazi chako ndio kimekuwa sacrificed. Lakini nawe utaenjoy maisha yako forever mpaka siku ile utatoka katika hii dunia. Nikamwambia wacha niende nifikirie, nitakuletea jibu. Sasa tuka separate ways.